Karibuni kwenye kipindi cha Kijana wa Thamani na Mwalimu Stella. Leo tunaenda kujifunza faida za kujitambua. Tunajua kujitambua ni hali ya kujijua kiundani, wewe ni nani, unafaa katika nini, hufai katika nini, uwezo wako uko katika nini, na mapungufu yako yako katika nini. Tabia zako, hisia zako zinaathiri vipi kuanzia wewe mwenyewe mpaka mazingira yanayokuzunguka. Leo hii tunaenda kuangalia, je, mtu akijitambua atapata faida gani? Kwanza kabisa, mtu akijitambua anakuwa jasiri, anakuwa na msimamo, anakuwa yeye imara, sio bendera fuata upepo, kwa sababu anajijua kabisa thamani yake ni ipi, anajijua kipawa chake ni kipi, anajijua kabisa yeye anaweza nini, hawezi nini. Kwa hiyo sio rahisi kuyumbishwa. Akiamua kwamba mimi nafanya kitu fulani, anafanya kitu fulani. Kwa mfano, yeye amegundua kwamba ni mbunifu au ni mchoraji, atajikita kwenye ujuzi wake wa kuchora, atajikita kwenye ujuzi wake wa ubunifu. Au yeye amegundua ni mwimbaji, basi yeye ataimba. Kwa hiyo sio rahisi mtu kumyumbisha yeye ni mwimbaji akampeleka kwenye kuchora, au akamtoa kwenye kuchora labda akampeleka kwenye biashara, kwa sababu tayari anajijua yeye kipawa chake ni kipi, karama yake ni ipi, yeye anaweza nini. Kwa hiyo ni rahisi kwenda kwenye hicho kitu ambacho anakiweza. Kwa kifupi, mtu anayejitambua anakuwa hayumbishwi, anakuwa na msimamo, anajiamini, anakuwa jasiri katika kile kitu anachokifanya, kwa sababu anajua fika yeye anaweza, na hiki anajua fika yeye hawezi, kwa hiyo hawezi akakifanya. Faida ya pili ya kujitambua ni kuchagua vizuri kuhusiana na kazi. Kwa hiyo mtu anayejitambua atajua kabisa, mimi napaswa kufanya kazi hii, mimi sipaswi kufanya kazi hii na hii. Kwa mfano, mtu ambaye anapenda kuwa karibu na jamii, anapenda kusaidia jamii, basi yeye atachagua fani kama uuguzi, ualimu, ushauri nasaha, utetezi wa wanyonge, hivyo. Kwa hiyo yeye atakuwa katika hiyo kazi. Lakini pia katika masomo, akienda kusoma anajua fika, mimi napenda kusaidia jamii. Kwa hiyo ataenda kwenye masomo yanayohusiana na usaidizi wa jamii. Kwa mfano, nesi ataenda kwenye masomo ya nursing, mwalimu ataenda kwenye masomo yanayohusiana na ualimu, labda ushauri nasaha ataenda kwenye mambo ya guidance and counseling. Kwa hiyo mtu anayejitambua atachagua fika kuhusiana na masomo, kuhusiana na kazi, nini afanye na nini asifanye. Pia atachagua vizuri kuhusiana na mahusiano, yeye ahusiane na nani, awe rafiki na nani. Anajua kwa tabia zangu hizi mimi nitaendana na fulani, kwa tabia zangu hizi huyu hapana, hata nifaa. Hata kuingia kwenye mambo ya ndoa, atachagua mchumba gani atakayemfaa, mke gani atakayefaa, mume gani atakayefaa, kwa sababu anajitambua fika, mimi nina tabia hizi na hizi na hizi na hizi. Mtu atakayenifaa kuendana na tabia zangu ni huyu na huyu na huyu. Kwa hiyo anayejitambua atachagua vizuri kuhusiana na masomo na kazi na mahusiano, ahusiane na nani, amwache nani. Faida nyingine ya kujitambua, anatambua nafasi yake katika jamii. Kwa mfano, anajua fika, mimi katika jamii ninayoishi naweza sana kutatua migogoro, maana wengine ni mabingwa kutatua migogoro. Akiona fulani na fulani wanagombana, basi yeye ni msuluhishi. Kwa hiyo katika jamii akishajijua yeye anaweza kusuluhisha watu, atakuwa anahusika na kusuluhisha watu. Mwingine anapenda uongozi, yaani kitokea kitu fulani asema mimi nitawasimamia, mimi nitakuwa kiongozi wenu. Kwa hiyo akishajitambua atakuwa kiongozi katika hiyo jamii inayohusika. Kwa hiyo mwingine pia atakuwa mtoa ushauri nasaha kwa watu, mwingine muelimisha vijana, muelimisha wanajamii pale kuhusu usafi, kuhusu afya, kuhusu mazingira. Kwa hiyo kwa sababu anajijua kabisa yeye kipawa chake ni kuelimisha watu. Na mwingine mbunifu katika jamii anayoishi, atabuni jinsi gani barabara ipite, jinsi gani wapande miti, jinsi gani watengeneze mazingira yanayowazunguka, jinsi gani waboreshe maendeleo katika jamii wanaoishi. Kwa hiyo mtu akijitambua atahusika kabisa na kazi fulani katika jamii.
inayomzunguka. Na vile vile mtu anayejitambua, faida nyingine, sio tegemezi. Yaani anatambua kwamba nguvu zake ndio mtaji. Kwa hiyo hamtegemei mtu, yeye anasimama kama yeye, anafanya kile kwa ajili ya kujiendeleza, anafanya kile kwa ajili ya kupata maendeleo, anafanya hiki na hiki kusudi aweze kuishi vizuri. Kwa hiyo mtu anayejitambua hawezi kuwa tegemezi. Kama yeye anapenda udereva, basi ataenda kusomea udereva na atakuwa dereva, atapata kipato kutokana na kazi yake ya udereva. Mwingine ni mfanya biashara, anajua kabisa mimi naweza biashara, kwa hiyo ataanza biashara yake, atapata kipato, kama ni kuuza viatu, kuuza nguo, kuuza matunda, kuuza labda magari na kadhalika. Kwa hiyo atapata kipato, ataweza kuendesha maisha yake kutokana na vile alivyojitambua, akajua anaweza kitu fulani na anafanya kitu fulani. Kwa hiyo hawezi kumtegemea mtu, anakuwa na msimamo, anakuwa na kazi yake, anakuwa na kitu ambacho anakifanya katika sehemu anapoishi. Faida nyingine ya kujitambua, mtu anayejitambua anatumia vizuri rasilimali zinazomzunguka. Kwa mfano ardhi, madini yaliyopo, mimea iliyopo, fursa mbalimbali, labda uchimbaji wa madini fulani kama yapo mahali hapo anapoishi. Vile vile anajua matumizi mazuri ya watu wanaozunguka, kwa sababu anajua nikihusiana na huyu na huyu atanisaidia katika hiki na hiki, nikijihusisha na huyu na huyu nitafanikiwa hapa na hapa. Kwa hiyo anatumia vizuri rasilimali watu, anatumia vizuri rasilimali, kwa mfano ardhi, madini au miti au mito iliyopo au sehemu za maji ambazo zipo kwa ajili ya kilimo. Kwa hiyo vile vile anakuwa anatunza muda vizuri, rasilimali muda anaijua. Hawezi kuchezea muda ovyo ovyo. Anatumia muda wake vizuri katika kufanya vitu vya maendeleo. Na vile vile huyo anatumia vizuri fedha. Anakuwa anapanga bajeti. Pesa hii nitumie kwa hiki, pesa hii nisitumie kwa hiki. Anakuwa sio mtu wa matumizi mabaya ya pesa. Anapanga budget na anatumia pesa yake vizuri, hasa katika kuendeleza ujuzi au katika kujiletea maendeleo ambayo yatakuwa maendeleo mazuri kwa ajili yake pamoja na familia yake au watu wanaomzunguka. Mtu anayejitambua pia, faida nyingine, huwa ni mbunifu. Anajua kabisa thamani yake ni ipi, anajua kipaji, anajua kipawa chake, anajua karama alionayo. Kwa hiyo anabuni kitu ambacho kitamfanya wa kipekee, atafanya kwa kipekee zaidi. Kwa mfano ni mwimbaji, atabuni jinsi gani niimbe vizuri, uimbaji ambao utanitambulisha vizuri kuliko wengine wanaonizunguka. Kwa hiyo anaweza akawa anaimba kwa kufokafoka, kwa kuunga maneno, kwa kupaza sauti kawa nyororo, kwa kubadilisha sauti, ili mradi tu kitu chake kiwe cha kibunifu na kinachovutia. Vile vile kama ni mchoraji atachora vizuri. Vile vile kama labda ni mtengeneza madaraja, atatengeneza vizuri, daraja lake liwe zuri linalovutia kuliko wengine. Au majengo, atatengeneza majengo vizuri au atachora ramani vizuri za majengo. Ndio maana kama unaona wengine majengo yao yako kama shilingi, wengine kama meli, wengine kama kitu fulani, yani kinakuwa cha kipekee cha kibunifu. Faida nyingine ya kujitambua, mtu anayejitambua halalamiki ovyo. Yani anajua kabisa mimi nahusika katika maendeleo yangu, nahusika katika kutoka hii hatua kwenda hatua nzuri zaidi. Kwa hiyo halalamiki mtu, anajiangalia kwamba yeye vipi atafanya maendeleo katika hiyo sehemu anayokaa, iwe shule, iwe chuoni au iwe sehemu anayopoishi. Vile vile halalamikiwi kwa sababu anajijua, anajitambua, anafanya aliyo bora na anafanya ubunifu katika sehemu anayohusika au anajihusisha na jamii. Kwa hiyo ni mara chache sana kumlalamikia mtu ambaye anajitambua, kwa sababu anajua nini nifanye, nini nisifanye. Kwa hiyo mtu anayejitambua halalamikiwi wala halalamiki, alafu pia hatafuti visingizio, anafanya majukumu yake kama kawaida bila kumtegemea mtu mwingine. Faida nyingine ya kujitambua,
watu wanaojitambua wanachochea maendeleo katika jamii, kwa sababu wanajijua wanatakiwa wafanye hiki, wasifanye hiki na hiki. Kwa hiyo wanakuwa wabunifu, wanapanga muda vizuri, wanatumia rasilimali vizuri, wanahusiana na watu vizuri, wanatatua migogoro, wanaleta maendeleo katika jamii kwa kufanya vitu mbalimbali ambavyo ni vizuri. Kwa hiyo jamii kwa ujumla inapata maendeleo. Hizo ndio faida za kujitambua. Tuonane kipindi kijacho.